Watu wangu, watu wa Mungu, nakuja kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo, nikisema hakuna mwingine kama yeye. Yeye ndiye hutuhifadhi, yeye ndiye hutuweka uhai, na mshukuru Mungu wangu. Namwambia asanti kwa sababu ya wakati huu, nimeona mkono wake, mkono wenye nguvu, akinitendea maajabu. Na kama vile baba lazima ashughulikie mtoto wake, na hawezi taka kuona mtoto wake akiumia. Hivyo ndivyo nimeona Mungu akinitenda mema kwa sababu ni mwaminifu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi ambayo amenitendea. Sana sana uhai, afya njema, amani yake na furaha yake zanifurahisha sana tena zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki na atende mema. Bado tuendelee kujikabidhi mikononi mwake, yeye ni muweza, anatupenda, atazidi kututenda mema kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na kama sisi wote tuko uhai. Na sana sana wakati huu wa Easter, damu yake ya mwana wake wa kipekee haikuchagua inamwagika kwa sababu kwa nani. Haikuangalia kabila, haikuangalia mtu ni kara gani, ni wa nchi gani. Ilimwagika kwa sababu ya dunia mzima. Kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupenda na upendo ambao ni wa ajabu. Penye uko kama unaona Mungu ni kama amekusahau, ni kama amekuacha, hawezi mwaga damu ya mwana wake wa kipekee hivyo tu bure. Imagine mtoto wako ukute saa hii anateswa, anainamishwa, anachapwa, anatolewa nguo zote, watu wamemwangalia, watu hakuna mwenye anamtetea mpaka mama yake akuje. Imagine mtoto wako anafanyiwa hivyo. Ati unatoka hapo tunapeleka mtoto wako hosi kwa vile amechapwa na ni innocent, amewekelewa. Imagine hivyo ndivyo Yesu wetu aliteseka msalabani kwa sababu yetu. Kwa hivyo wakati unaona kama Mungu amekuachilia, hiyo ni kudanganywa na yule mwovu shetani. Hiyo ni kudanganywa. Na shetani hana nguvu na hananga mamlaka juu ya watu wa Mungu. Na hakuna siku atakuwa na mamlaka juu ya watu wa Mungu. Ataishi kuwa chini ya miguu yetu. Kwa hivyo tuko na sababu nzuri ya kumwambia udanganyifu wake wote ushindwe, na hana nguvu juu yetu, na ataishi kuwa chini ya miguu yetu. Na tudanganyanga Mungu wetu ametuacha, kwa nini huyu Mungu wenyu akae akijua Yesu ameshatubebea mizigo yetu yote. Alisema yote imekwisha. Hivyo ni kusema magonjwa iliisha, vifo hazina. Lakini ni mwenye namtumainia, si watu wote. Hata Psalms 91, si watu wote. Ni wenye watakubali kufichwa katika uvuli wake pake pasiri. Ni wenye watakubali kukaa in the dwelling place. Wenye watakubali kuikara hau kihitho-inĩ gĩake. Hiyo siri haijapatiwa watu wote. Imagine. Ni kwa mwenye atakubali kukaa ndani yake. Huyo ndiye Mungu ametuambiria mambo mazuri. Kwa hivyo hata hii damu ni kwa mwenye ataipokea na ipende with understanding. Sana sana ukijua in the book of Psalms 103. Ati wewe si mtumwa wa dhambi. Anakuponya magonjwa yako yote. Ni juzi tu last year 2025 November nilikuwa na mambo ya hosi. Nachangiwa kitu yenye hata sijai imagine nachangiwa. Tunauza gari yetu kwa sababu ya ugonjwa. KU referral each and every time kufanywa tracking ya spine. Mimi wakati naongea mambo na nguvu za Mungu ni penye nimesipeanangi ati hadithi za wengine hapana. Mimi napatiananga yangu mimi mwenyewe chenye nimetendewa, chenye nimefanyiwa. Kwa hivyo mimi nasemanga nguvu zake through experience.
Ni juzi tu nilikuwa na wakati mgumu. Na Mungu wangu akanipigania, akanishindania. Kwa hivyo, mi wakati nakuambia mambo na damu ya Yesu, Psalms 103. Sisi si watumwa wa dhambi, si watumwa wa magonjwa. Ametukomboa na kaburi. Renew our youth each and every day. Hiyo mambo yote ametuambiria, mi huanga nachukua hiyo damu nasema ni portion yangu. Psalms 91 ni portion yangu. Psalms 103 ni portion yangu. Hizo nazipenda. Kwa sababu through experience and through understanding ni uwe na understanding. Si hivyo tu ati unasikia damu ya Yesu unafikiria ni ile ya buzi ama ya binadamu. Hapana. Ya Kristo Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Damu ya Yesu Kristo, Son of the living God. Hiyo damu ni yake. Na si haikumwagika kwa sababu ya miti, wanyama, manyumba. Imagine kwa sababu yangu na yako. Damu yake si ya buzi, si ya binadamu. Ni ya Son of the living God. Kwa hivyo mi napenda Yesu wakati huu wa Pasaka. Wakati huu wa Pasaka. Wakati huu ametafutiwa makosa ndiyo surubishwe. Haijarishi. Surongaza alifufuka na ako uhai. Na ako katika mkono wa kulia wa Baba, wa Mungu Baba mwenye enzi. Bado anatutetea. Imagine, kuna scripture ingine inasemanga, ati Mungu angekuwa amemaliza hii dunia. Lakini akiangalia tu damu ya mwana wake wa kipekee. Na Yesu huanga tu anamwambia Baba yangu, kumbuka damu yangu ilimwagika kwa sababu ya usiwamalize. Kuna wengine hawajaokoka, wacha tu waokoke. Kuna wengine hivi na hivi, wacha tu Mungu wangu, anasikia huruma. Hii dunia ingekuwa imeisha. Imagine wakati huu kuna dhambi juu ya madhambi. Wanaume wanaoa wanaume wenzao, wanawake, wengine na wanyama, wengine mambo machafu. Watoto wanarepiwa, wazee wanarepiwa na mtu anarepu mzazi wake. Machafu. Imagine Mungu amekasirika kiasi gani. Kwa hivyo napenda hii damu ambayo ilikuja kutukomboa, kutuokoa, hata wewe hujachelewa. Ukikuja urepent, Mungu wangu anakupokea na furaha. Anaacha wengine wote anakuja kushangilia, malaika wake wanakushangilia. Please, wacha yote. Uokolewe na damu ya Yesu. Ukikumbuka kuna judgment. Mungu na atukumbuke. Muwe na wakati mwema, siku njema ya baraka. Asanteni. Amen.